Mimi nataka niombe viongozi tufanye kazi pamoja. Tuache mambo ya malumbano. Na nilifurahi jana. Niliona jana ndugu zetu kule Kericho. Hata nikaona naibu wa rais vile aliongea jana. Hii ndio barabara sisi wote tunataka. Barabara ya kushikana na kukubaliana na kupeleka nchi yetu mbele. Lakini ile kitu mimi nataka nione viongozi wengi. Yale maneno unasema mchana, pia hayo maneno sema usiku. Isiyo mambo unasema usiku ni tofauti na mambo unasema mchana ni tofauti. Isiyo mambo unasema ukiwa na watu 3 5 kwa ofisi yako ni tofauti na mambo yenye unasema watu wakiwa kwa umati ni tofauti. Hata nimeingia hii sasa na viatu ile ya chuma. Ile viatu sawa sawa ya kukanyagana, kama ni kukanyagana iko sawa. So mimi nimerudi nyumbani na sisi Wapokot tumesema kama Kenya wanaongea mambo ya umoja, sisi Wakalenjin tunasema kila Mkalenjin 27 lazima tuwe nyumba moja. Kwanza tuanze na sisi wenyewe. Na sisi nakamata UDA West Pokot. Na mheshimiwa Sudi mtu asikwambie story. Ile kelele kidogo ya UDA unasikia West Pokot ni viti kupangwa kwa nyumba. Unajua sasa ile unapanga viti na shika ya mwingine so waje sisi tupange West Pokot. Na mimi nasema kura iko kwa raia. Haiko Nairobi wala kotini. Kwetu sisi iko Kapenguria. Wale wanakimbia huko nje huko, ambia tukutane nyumbani. Kwa hivyo Wakenya wajue Mheshimiwa Kosing mchezaji ya Mheshimiwa Ruto ako nyumbani na ako na viatu ya kucheza. Reception ambao rais alipewa huko Marekani. Very few people get that kind of reception. He is respected all over the world. Kama rais is respected all over the world, tukikuja hapa nyumbani tunakuwa divided. Wale viongozi ambao wanataka kutugawa kwa mzingi wa kikabila tunakataa. Hata president wetu, mnaangalia president wetu kule Nairobi, anaongoza hata kwa appointments za kazi, anajaribu appoint kutoka kabila zote kama ni Western, Nyanza, kila sehemu zingine zile. Kwa hivyo sisi viongozi tuko nyuma ya huyo excellency president wetu ya kwamba lazima Kenya tuilete Kenya na pamoja tuwe na umoja ili tufanye maendeleo. Msitufanyishe sisi wenye tumeingia serikali tena biashara ya wewe ni wa mrengo ya president na wewe ni mrengo ya deputy. Ama mnasemaje raia? Si tujenge hii serikali iwe serikali moja, hata tumalize hata miaka 5. Baada hiyo sasa tufanye maneno mengine. Kule Rwanda hawezi uliza mtu wewe ni mkabila gani, kwa sababu Rwanda imekuwa kabila moja. Lakini tusingoje tuende kwa ile vita, watu wauawe, watoto wakufe ili tuwe moja. Tujifunze jameni.